Nimesimama hapa pia kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Rais huyu kwa mapenzi ya dhati amenipa dhamana kwa kuniteua. Mbali na kabla ya nafasi hii aliniteua kuwa waziri, naibu waziri wa kazi, vijana, ajira, ofisi ya waziri mkuu. Katika kipindi cha kwanza mtakumbuka hayati Magufuli aliniteua, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi. Mama akachukua safari, akasema kazi iendelee, akachukua vijana mbalimbali bila kujali makundi, akatuunganisha ili tulisaidie taifa, ili tumsaidie. Akaniteua tena kuwa naibu waziri, ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na watu wenye ulemavu, sera, bunge na uratibu, na baadaye akaigawanya wizara. Ingia kwenye uchumi wetu wa taifa, na ndiyo maana tunapata miradi ambayo tutawaeleza baadaye. Ndege zimeongezwa, viwanja vya ndege vimejengwa nchi nzima. Sisi hapa Shinyanga katika maeneo ya kijanja tuna uwanja mzuri mkubwa wa Mwanza, nimewasikia wanalialia. Wa kwetu hapa tumeujenga bilioni 49, tunaenda kumalizia jengo la abiria hapo Ibadaguli, sio Ibadaguli tena. Pale tutaona ndege zinatua. Shinyanga oye! Wangapi wanasema tunakuelewa kamanda, endelea. Shinyanga oye! Uwanja wetu tumeujenga na tumeshaweka runway na ndege zimeshaanza kutua, na waziri mkuu mstaafu tulishawahi kutua naye pale kwenye uwanja ule wa ndege. Nimetua na helikopta na sasa hivi unaendelea huko kwenye runway, tumemaliza. Nimeshaongea na waziri wa masuala ya uchukuzi, ninaanza kuomba tripu za ndege zianze kutua hapa Shinyanga hapa, ili tukuze uwekezaji, tuweze wafanyabiashara waweze kusafiri, wakatuletee pesa na uwekezaji uwepo hapa, tubadilishe maisha ya wananchi wa Shinyanga. Lakini pia uwanja wa ndege kana kwamba haitoshi, ndugu zangu, hapa Shinyanga na viwanja vinavyojengwa nchi nzima na Samia. Yapo maeneo mengine ya ujenzi wa shule. Nilikuwa naingia kwenye ubunge hapa nawaambia tulikuwa na changamoto ya shule 8 mpya zilizokuwa zinahitajika. Uongo kweli? Katika shule 8 tulizozihitaji tumejenga mpaka na ziada. Tumejenga shule za msingi mpya 5. Piga makofi kwa Dr. Samia. Tumejenga shule za sekondari mpya 4 na nyingine tayari kuna fedha zinakuja, na nyingine tayari imekwisha kujengwa ambayo ni nyongeza ya zile tulizokuwa nazo, ili watoto wetu waweze kusoma. Hatuwezi kwenda hivi kama watoto wetu hatutawapa elimu. Usipokuwa na elimu tutatawaliwa na wengine. Kwa hiyo elimu ni eneo la msingi, na watoto wetu lazima tuwape elimu inayostahili. Kwa hiyo kwenye masuala ya ukiacha tu ujenzi wa shule hizo mpya, tunaboresha madarasa, tunajenga kwa vigae. Ulishawahi kuona wapi? Nyinyi wote mashahidi. Uongo kweli? Katika kipindi cha nyuma tulisoma tunaenda na matete. Katika shule unakuta darasa ni la matope. Uongo kweli? Walimu wenyewe hawapo. Mwalimu ni mmoja tu, mkuu wa shule na mwalimu wa hesabu, kwa sababu ilikuwa lazima. Uongo kweli? Na mwalimu wa hesabu unamchukia kwa sababu ya mazingira yalikuwa magumu. Uongo kweli? Kitabu kimoja. Leo watoto wetu wanasoma kwenye shule zina vigae, zina umeme na zina maji. Uongo kweli? Walimu kama wote wapo. Na sasa Samia ameongeza, na nitawaeleza hapa kwenye hatua ya baadaye. Lakini pia kwenye eneo la elimu, ndugu zangu, tumeendelea kufanya maboresho. Hata hapa Shinyanga kwa shule nilizowatajia tutaendelea kujenga nyingine, kwa sababu mpango wa maendeleo ni wa lazima kwa Wanashinyanga. Lakini yapo maeneo mengine, ndugu zangu, ambayo nayo yalikuwa yanahitaji tuyafanyie kazi. Kwenye eneo la elimu peke yake tulitaka na vyuo vikuu tuwe navyo. Shinyanga hatukuwa na chuo kikuu. Leo tunapozungumza, niliwaombeni kura na nimekuja kuwashukuru kwa sababu mmetuchagua mimi na Dr. Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine. Tumejenga chuo chetu kikuu cha Kizumbi na kinaendelea na ujenzi kwa thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 11. Sasa hivi zaidi ya bilioni 8 zimeenda pale. Tunaongeza kile chuo, madarasa, majengo ya utawala 500. Tulikuwa tupate
hata njaa wataenda kula mama lishe uchumi unavyotengenezwa. Lakini pia kana kwamba haitoshi, vipo vyuo binafsi ambavyo tunaendelea kuviweka na kipo cha madini na vingine ambavyo vitaongezeka. Katika sekta ya elimu tumedhamiria fedha zitaendelea kutengwa, na mimi nipo taendelea kusimama zaidi kuweza kuhakikisha haya tunayofanya, na mwenyekiti wangu wa mkoa na wilaya wote wanajua haya mambo. Kwa hiyo haya ndio yale niliyasema kwenye elimu lazima tuyafanye. Tutaongeza hata shule zile zilizokuwa na umeme, tutapeleka umeme, tutapeleka maji, tutapeleka walimu. Shinyanga hoye! Siseme kwenye sekta ya miundombinu, ndugu zangu, mmenipa hili jimbo, miundombinu ilikuwa hoi. Uongo kweli? Nimejenga madaraja zaidi ya 21 wote kwenye kata ambazo madaraja yalikuwa korofi. Kwenye kata zenu nyinyi mashahidi, sipaswi hata kuyataja. Tumetumia zaidi ya milioni 5 kwenye madaraja yako yale. Ukiangalia kwenda Mwamalini Ngongo pale ilikuwa sugu, toka uhuru alijajengwa, tumejenga milioni 300. Ukienda huku kama ni Kitangiri, usiseme Kitangiri madaraja pacha pale wataka kuita madaraja Katame, nikamwambia acheni. Ukiita sasa hivi wanoko watakuja mtanipigia kura. Sasa hivi nimepigiwa kura tena, najenga na mengine. Uongo kweli? Tumejenga daraja kule Weliangula milioni 408. Kazi ipo. Kazi ipo. Kwa kutumia mkutano huu ninasema mkandarasi ajiandae. Afanyeje? Hawezi atupishe, kwa sababu Dr. Samia ametoa bilioni 3 ya advance kati ya bilioni 26 tujengewe stendi yetu ya kisasa pale, na tumeanza kuijenga stendi na ile lami ya kwenda barabara yetu ya kwenda Mwawaza hospitali. Mkandarasi tulishamuingizia zaidi ya bilioni 4. Tulikuwa tunategemea mradi uishe mapema, ilikuwa ni miezi 14 tumalize ile biashara. Kama anasuasua, nimeshaongezwa nyota na Samia. Akia mama utawala ataniona, aliambia ni bora tupishe kama hana uwezo. Tumekuja hapa na bahati nzuri, siku na kabidhi mradi, niseme nisiseme, siku na kabidhi mradi wa stendi na soko, niliita viongozi wa kamati za ulinzi na usalama na nikakabidhi, nikawa namwambia na kukabidhi site ukajenge, na ushahidi wa askari polisi hao hapa, magereza hao hapa, jeshi la wananchi hao hapa, na picha zile zipo nilipokabidhi zile site. Uongo kweli? Sasa leo unasikia tunachezewa pale. Ameenda mkuu wa mkoa akatoa maagizo hayakuheshimiwa, ameenda mkuu wa wilaya ametoa maagizo mpaka kaweka watu ndani. Niza kamwende kile, na mama amenipa nyota. Kazi ipo. Yani nakwambia kazi ipo. Wafanyakazi wote wazembe sasa hapa Shinyanga, biashara kushine, biashara kushine, mwambie biashara kushine. Sitaruhusu uzembe, sitaruhusu rushwa, sitaruhusu wananchi wangu kuonewa. Mimi ndio Katambi, nimesimama hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Ukitoa pesa ya kujenga miradi, ujanja uishe. Uongo kweli? Na wale jamaa wao wanatabia kwenye uchaguzi, wakiona mbunge mkali wanaanza kuhonga ili aondolewe. Bahati mbaya ya kwenu ni Mungu kanirudisha, chama kimenirudisha, Samia kanirudisha, wananchi wamenirudisha. Ole wenu. Ukicheka na nyani utavuna mabua. Uongo kweli? Haiwezekani rais atoe pesa kwenye miradi yetu hii. Mama amekwisha toa pesa, alafu leo zinaanza danadana za hapa na pale. Yaani mimi naingia sasa kuanza kufumua mafaili. Nilikuwa nasubiri nije niwashukuru wananchi kwa kunichagua, lakini kunichagua kwenu ni mshale kwa wengine, wataipata fresh. Manake kwanza kuja kunitoa hapa mpaka ishe miaka 5 makobi za watale baliho. Ninamalizana nao kabla 5 haijaisha. Uongo kweli? Nani wanasema nimalizane nao tufunge biashara hapo? Wananchi, mwandishi njoo